Karibu kwa mara nyingine mpendwa mtazamaji wangu kwa ajili ya somo letu la leo. Na somo letu la leo tutalitoa katika kitabu kile cha Marko sura yake ile ya 15, sura yake ile ya 16, mstari wa 15 na wa 16. Marko sura ya 16, mstari wa 15 na wa 16. Tutaisoma kwa kuwa unatuwekea hapa Marko 16 mstari wa 15 na wa 16. Biblia inasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Sasa somo langu siku hii ya leo ni wokovu. Wokovu ni mada ya muhimu sana kuizungumzia, kuijadili. Ijapokuwa ninajua ya kwamba tunaishi katika ulimwengu wa kidini ambao watu wametosheka na vitu vyao vya kidini na hali zao za kidini. Kuzungumzia kuhusu wokovu haionekani kana kwamba ni mada ya muhimu sana leo. Watu leo wanapenda wasikie kuhusu mbinu za kuwafanya kuwa matajiri. Leo watu wanapenda wasikie namna gani watafanikiwa sana. Leo watu wanapenda wasikie utabiri kuhusu nyota zao. Leo watu wanapenda wasikie wakina nani wanaowaroga, wakina nani ndio wanaleta nuksi katika maisha yao ya baadaye. Unaona, watu wanapenda wasikie mambo kama hayo. Hawapendi kabisa kusikia mambo ya wokovu. Wokovu leo umesukumiwa mbali kabisa na watu. Lakini nataka nikwambie ya kwamba kama unajiandaa kweli kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni, kama una mpango wa kweli kabisa ya kwamba maisha yako sio tu ya hapa duniani, ya kwamba uwekezi maisha yako tu hapa duniani, lakini una lengo lingine, una wazo lingine, una wazo la kiungu ndani mwako, ya kwamba baada ya maisha ya hapa duniani uwe una maisha mengine pamoja na Mungu. Kama hilo ndio wazo lako, basi nataka nikwambie ya kwamba wokovu ni swala la muhimu sana, na mahubiri haya ambayo unakwenda kuyasikia sasa hivi ni ya muhimu sana katika safari yako ya kiimani na katika safari yako ya kiroho. Na tena nataka nikwambie ya kwamba kama bado unaona ya kwamba unasumbuliwa na dhambi, kama bado unaona ya kwamba unasumbuliwa na vitu vya ukoo, vya kikabila, kama bado unasumbuliwa hata na nuksi, unasumbuliwa na mikosi, unasumbuliwa na laana za bibi na babu, mambo ambayo yao katika familia yao, katika ukoo, unaona ya kwamba bado yanakufuata, ndoto mbaya bado zinakufuata, mabalaa mengi katika maisha bado unaendelea kuyaona katika maisha yako yanakufuata, inabidi uelewe ya kwamba bado kuna kasoro katika wokovu wako. Maana yake hiyo ni kusema ya kwamba bado hujaupata wokovu wa kweli. Sababu kama ukiupata wokovu wa kweli, yako mabadiliko katika maisha yako yatafanyika. Nini kitafanyika ndani mwako? Ukiupata wokovu wa kweli, utakuwa umetengwa kabisa na mambo ya ukoo. Ukiupata wokovu wa kweli, daraja lilokuwa linakuunganisha na vitu vya ukoo na mambo ya kifamilia na nuksi. Hapa sizungumzia kwamba mahusiano yako ya mwili na familia yako, hapana. Nazungumzia mambo ya kiroho, mahusiano ya kiroho, kwa maana ya vile vitu ambavyo vinatembea katika ukoo. Wewe utakuwa umevunjwa navyo vile vitu. Daraja ambalo linakuwa linakuunganisha na vile vitu litakuwa limevunjwa, na utawekwa huru kabisa kama utaupata wokovu wa kweli. Sababu Biblia inasema ya kwamba mwana anapowaweka kuwa huru, mnakuwa huru kweli kweli. Lakini tunaona ya kwamba leo watu wako katika utumwa mwingi sana, wako katika mateso mengi sana, na mateso yao, shida zao, magumu yao, watu wengine wameyafanya kuwa ni miradi ya kwao, na wamekuwa na mateso ya muda mrefu ambayo hayana suluhu. Leo Mungu wa mbinguni atakusaidia kuweza kupata suluhu ya moja kwa moja juu ya mambo yanayokusumbua. Na suluhu ya moja kwa moja juu ya mambo yanayokusumbua ni ipi? Mungu alishakuandalia njia, na njia hiyo ni kuupata wokovu wa kweli. Ukiupata wokovu wa kweli, hakuna laana itakuwa juu yako, hakuna mkosi utakuwa juu yako, hakuna asili ya dhambi itaendelea kubaki ndani mwako. Lazima utawekwa huru na utakuwa mtu mwingine kabisa. Kwa hiyo tunazungumzia wokovu.
Wokovu ni nini, mpendwa wangu unanitazama katika wakati huu? Wokovu ni neno la Kiswahili linalomaanisha hali ya kuokoka, ambayo inamaanisha ni kuokolewa katika hatari. Ndio wokovu unachomaanisha. Sasa kwetu sisi tunaokolewa na hatari ipi? Kwetu sisi kuna hatari mara mbili. Hatari ya kwanza ambayo unaokolewa nayo ni ya kimwili, na tena hatari ya pili ni ya kiroho. Hatari ya kimwili ni ipi? Hatari ya kimwili ni kutoka huko kwenye hiyo mikosi, laana, nuksi na kadhalika. Mungu anakuokoa na hayo. Lakini hatari nyingine ya kiroho ni ile itakayokuja baadaye. Maana yake utaepushwa na hasira ya Mungu, utaepushwa na kuzimu. Huko ndio kufanyaje? Kuupata wokovu ama kuokoka. Na mtu ambaye anasema ameokoka, maana yake ameonja hilo jambo, ameonja hicho kitu katika maisha yake. Ameonja ya kwamba hakuna vitu vya kiasili vinaendelea kumfuata yeye, asili ya kwao, asili ya ukoo ambao vinaendelea kumfuata yeye. Ametengwa na hivyo vitu, amewekwa mbali na hivyo vitu. Kwa hiyo ameonja hicho kitu na anakiishi. Lakini zaidi ya jambo hilo, kitu kingine, anatengwa ama hafikiwi na hasira ya Mungu inayokuja, na tena anaepushwa na kuzimu. Sasa unaweza ukawa na swali ukasema ya kwamba huu wokovu wa kweli nitaupataje? Kama swali lako ni hilo, majibu ni haya hapa. Jambo la kwanza kabisa ambalo unapaswa kuelewa ya kwamba wokovu wa kweli hauji kwa njia za kubuni ambazo wanadamu wamejibunia leo. Wanadamu wana njia zao nyingi wamezibuni, na wengi wamezishikilia kwa muda mrefu, na kwa kuwa wamezishikilia kwa muda mrefu wameamini ya kwamba hivyo vitu ni vya Mungu, lakini ni vitu vya kubuni. Na ni kwa sababu ni vya kubuni na tena vimeundwa na wanadamu, ndio maana vina suluhu kwa watu, kwa sababu ni kitu kilichobuniwa na mwanadamu. Wokovu wa kweli hauji kwa kuongozwa sala ya toba. Hilo ni jambo la kwanza. Wokovu wa kweli hauji kwa kuongozwa sala ya toba. Sala ya toba haiko katika maandiko. Sala ya toba haiko katika Biblia. Hakuna mhubiri ndani ya maandiko, hakuna mtume ndani ya maandiko, hakuna nabii ndani ya maandiko, hakuna mwinjilisti ndani ya maandiko, hakuna mwalimu ndani ya maandiko ambaye aliwahi kufundisha wokovu mtu ataupata kwa kuongozwa sala ya toba. Inabidi uelewe tangu sasa hivi, sala ya toba ni kitu kilichoundwa kibinadamu, sio cha kimaandiko. Na ndio maana iko idadi kubwa ya watu walioongozwa sala ya toba, lakini ile sala ya toba walioongozwa na kuambiwa baada ya hapo ya kwamba wameokoka, lakini hawajauonja wokovu wa kweli. Maisha yao hayajabadilika, tabia zao hazijabadilika, mwenendo wao haujabadilika, bado mambo yako pale pale. Wanasumbuliwa na vitu vya ukoo vile vile, wanasumbuliwa na asili mbaya vile vile. Mtu anapoupata wokovu, maana yake anapata badiliko la maisha. Maisha yake yanabadilika jumla, yanabadilika totally, yanabadilika. Kwa hiyo kama bado una changamoto hii inakufikia, ujue ya kwamba bado hujapata wokovu. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umeunganishwa na vitu vya kubuni walivyovibuni wanadamu, walivyojitengenezea kwa ajili ya kusema ya kwamba ndio njia ya kupata wokovu, lakini ile sio njia sahihi. Njia sahihi utaenda kujifunza hapa. Wokovu wa kweli hauji kwa kukanyaga mafuta. Wokovu wa kweli hauji kwa kula keki. Wokovu wa kweli hauji kwa kuyanywa mafuta. Najua yako mafundisho mengi sana yanafundisha watu kunywa mafuta. Yako mafundisho mengi sana yanafundisha watu kukanyaga mafuta, sijui kuchukua udongo, sijui kufanyaje maji, sijui nini na nini. Hakuna wokovu katika haya yote. Wokovu wa kweli mtu ataupataje? Njia moja tu Mungu aliandaa ya watu kupata wokovu ni katika andiko la msingi ambalo tulitoka kulisoma la Marko sura yake ya 16 mstari wa 15 na 16, ambako Biblia imesema ya kwamba enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka. Bwana Yesu amesema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Nataka nikwambie mpendo unanitazama sasa hivi, hayo ni maneno ya Bwana Yesu. Na maneno ya Bwana Yesu maana yake kwa maneno mengine tunaweza kusema hiyo ni hivi asema Bwana. Na hivi asema Bwana haiwezi kushindwa.
Maneno ya watu yanaweza kushindwa, maneno ya madaktari yanaweza kushindwa, maneno ya waganga wa kienyeji yanaweza kushindwa, maneno ya wanasayansi yanaweza kushindwa, lakini yako maneno ya mtu mmoja peke yake hayawezi kushindwa, na hayo ni maneno ya mwamba wa vizazi, mfalme wa wafalme, Mungu aliumba mbingu na nchi, yule Alfa na Omega. Ndio maneno yake kamwe hayawezi kushindwa. Mwenyewe anasema ya kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Maneno yake ndio yaliyoumba mbingu na nchi. Mbingu hii kama unaiona nuru leo ni kwa sababu ya maneno yake. Yeye alisema tu iwe nuru. Aliposema tu nuru ikawa. Nuru ilijitafuta yenyewe, ilijitengeneza yenyewe na ikatokea. Kwa hiyo kuona kwa nuru ni ishara, ama kuliona kwa jua ni ishara ya maneno yasiyoshindwa yaliyotoka katika kinywa cha Bwana. Kwa hiyo nataka nikwambie, tangu sasa hivi fikra yako, tangu sasa hivi ufahamu wako, tangu sasa hivi akili yako iweke katika maneno ya Mungu asiyoshindwa. Hapo ndio utapata wokovu. Kwa hiyo sasa Bwana alisema ya kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka. Maana kama umeamini kweli na kubatizwa, lazima upate wokovu. Hakuna jinsi ya wewe usipate wokovu. Hakuna jinsi ya wewe usitoke katika utumwa wa asili mbaya. Hakuna jinsi ya wewe usitoke katika asili ya dhambi. Hakuna jinsi ya wewe usitoke katika laana. Hakuna jinsi ya wewe usitoke katika mikosi. Hakuna jinsi ya wewe usitoke katika nuksi. Lazima uwekwe huru. Ndio maana nimekwambia, kama unakutana na hizi changamoto zote, basi inabidi ujue ya kwamba kuna kasoro katika wokovu wako. Na nifuate hatua kwa hatua, na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Sababu Bwana alisema aaminie na kubatizwa ataokoka. Maana yake ukiamini kweli kisahihi na kubatizwa kweli kisahihi, lazima upate wokovu. Lazima uonje badiliko la maisha yako kiroho na kimwili. Sasa tuingie katika hili andiko, tuanze kulichambua, na Mungu wa mbinguni atusaidie tufikie kuona ya kwamba huu wokovu wa kweli tunaupataje. Sasa kulingana na andiko hilo ambalo tumetoka kulisoma la Marko sura hiyo ya 16 mstari wa 15 na 16, Bwana ameanza kwa kusema ya kwamba enendeni mkaihubiri nini? Injili. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa unachopaswa ukisikia, mpendwa mtazamaji wangu, unapaswa uisikie nini? Injili. Uhubiriwe injili, uisikie injili. Hilo ndio jambo la kwanza. Hatua ya kwanza ni kuisikia injili ama kuhubiriwa injili. Kuhubiriwa injili. Lakini hatua ya pili amesema pale ni kuamini. Maana yake unaamini nini? Unaiamini hiyo injili. Hatua ya pili ni kuiamini injili. Kuiamini injili. Na tatu na mwisho kabisa ni kufanyaje? Ni kubatizwa. So umesema mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa. Ataokoka. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni amesema kitu cha kwanza, injili ikafanyaje? Ikahubiriwe. Alafu kisha uiamini hiyo injili na tena ukabatizwe. Sasa nataka kwanza tuione hii injili ambayo unapaswa kuhubiriwa, na labda kwa sehemu hapa na wewe nikuhubirie injili kwa maneno machache haya, kwa dakika hizi chache nikuhubirie injili ambayo itakusukuma na wewe kwenda kupata wokovu wako siku hii ya leo. Injili ni nini mpendwa wangu? Injili ni habari njema. Injili maana yake ni habari njema. Maana yake uje uhubiriwe habari njema. Kwa nini inaitwa habari njema? Kwa sababu gani inaitwa habari njema? Inaitwa habari njema ni kwa sababu moja kubwa ya msingi. Mpendwa mtazamaji wangu, fungua masikio yako vizuri nisikie. Ni kwa sababu moja kubwa ya msingi,
Na sababu hiyo moja kubwa ya msingi ni ipi? Sababu hiyo moja kubwa ya msingi ni kwamba wewe unanitazama na mimi hapa, tangu kuzaliwa kwetu tulizaliwa tayari tumeshashindwa. Kwa nini tumezaliwa tumeshashindwa? Ni kwa sababu tangu anguko la Adamu pale Edeni, kila mwanadamu anayezaliwa hapa duniani anazaliwa tayari na asili ya anguko. Anazaliwa tayari na asili ya dhambi ndani. Anazaliwa tayari na asili ya kikabila ndani mwake. Anazaliwa tayari na asili ya chuki ndani mwake. Anazaliwa tayari na asili ya wivu ndani mwake. Nani alimfundisha Kaini chuki? Nani alimfundisha Kaini wivu? Alijifunza kwa nani? Aliuona kwa nani? Mpaka kafikia kumuua ndugu yake Abeli. Utaelewa ya kwamba ni asili ya dhambi aliyozaliwa nayo. Nisiingie katika mifano mingi hapo na maneno mengi ili nisichukue muda wako mwingi sana katika kuelezea haya mambo. Lakini nimekupa walau mfano huo wa Kaini ili uweze kuelewa ya kwamba wanadamu wote tunazaliwa na hiyo asili ya dhambi. Na kwa sababu tunazaliwa na asili ya dhambi ndio maana wote tunakufa. Sasa kwa kuzaliwa kwako kwanza, mpendwa, umezaliwa tayari ulishashindwa. Kwa kuzaliwa kwako tu huwezi kumuona Mungu. Umezaliwa na asili ya dhambi. Na tena makuzi yako na malezi uliyoyapata yalikufanya ya kwamba tena usiwe na haki ya kumuona Mungu. Yalitengeneza tena mazingira ya moja kwa moja upotee uende kuzimu. Sababu pengine umezaliwa mpaka unakuwa mtu mkubwa, unakuwa ulishafungwa ilizi tayari kiunoni. Ukawa unakuwa na ilizi yako nayo kiunoni. Mama alifundishwa namna hiyo na bibi na babu ya kwamba mtoto kuna macho ya Mungu na kuna macho ya wanadamu. Kwa hiyo usimwache mtoto hivi hivi. Inabidi uwe umemfunga kitu hapa shingoni. Inabidi awe na kitu tena kafungwa kiunoni. Kwa hiyo pengine ulizaliwa namna hiyo, katika mazingira ya namna hiyo ya ushirikina na mila na desturi, ukajikuta ya kwamba unakuwa una vitu umefungwa kwenye mikono, ndani sijui kitu gani. Una kitu umefungwa kwenye shingo, unachana, ulishachanjwa tayari kwenye mwili. Na wewe pengine ukaona ndio maisha baadaye, ukaanza kuyaishi namna hiyo, ukijua ya kwamba siwezi kuishi bila ushirikina kidogo. Wakati unajenga nyumba ulifundishwa namna hiyo. Wakati unalima mashamba ulifundishwa namna hiyo. Wakati unaanza kazi ulifundishwa namna hiyo. Wakati unakwenda shuleni ulifundishwa namna hiyo. Lazima kwanza kwenda kitu fulani cha kimila, lazima tambiko fulani lifanyike. Kwa hiyo maisha yako, makuzi na vile ulivyovipokea kutoka kwa wazazi vikaharibu kabisa ushawishi wako mbele ya Mungu, na vikakufanya ya kwamba upoteze sifa ya kwenda mbinguni, upoteze sifa ya kuonana na Mungu. Sasa tafsiri ya maisha yako ikawa inamaanisha nini sasa? Tafsiri ya maisha yako ikawa inamaanisha ya kwamba wewe unapaswa uwe mtu wa mateso. Wa mateso vipi? Kwa maana ya kwamba ukose ulinzi wa Mungu. Mapepo yawe yanaingia na kutoka kwako jinsi yanavyotaka yenyewe. Ya kushambulie, ya kuletee magonjwa, ya kuletee mikosi. Ndoto mbaya zikusumbue. Mikosi ya kila namna, kila unalofanya lisifanikiwe. Mabalaa chungu mzima. Hiyo ndio ilipaswa kuwa tafsiri ya maisha yako. Tafsiri ya maisha yako ulipaswa kuwa mtu wa mateso na magumu mengi sana. Na mwisho wa siku ufe, na ukifa uende kuzimu moja kwa moja bila kituo hata kimoja. Hiyo ndio tafsiri ya maisha yako, mpendwa wangu na nitazama. Lakini angalia, yuko mtu alikuhurumia. Aliyaona maisha yako. Aliona mwenendo wako. Aliona ya kwamba tena hauna msaada. Aliona ya kwamba wewe unapaswa kuwa na maisha ya mateso. Ungeliishi maisha ya kuteseka sana duniani. Kwa sababu ya asili ya dhambi uliyokuwa nayo, ingelikufanya kuwa mtumwa wa ulevi, utumwa wa uasherati. Unatamani kuacha lakini hauna uwezo. Unatamani kuacha ulevi lakini huna nguvu ya kuacha.
Unatamani kuacha ushirikina, lakini unaona ya kwamba nitapata wapi ulinzi mwingine? Hauna nguvu ya kuacha. Na mwishoni Mungu alikuwa anaona ya kwamba huyu mtu hana msaada, na mwishoni anaenda kuzimu. Sasa kwa nini inaitwa habari njema? Kuna mtu alikuhurumia, mpendwa wangu na nitazama. Aliona ya kwamba huna msaada wewe. Aliona ya kwamba hakuna msaada katikati ya wanadamu. Sababu Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Zaburi sura ya 49 mstari wa 7 na 8, Biblia inasema ya kwamba hakuna mwanadamu ambaye ana uwezo wa kumlipa Mungu fidia kwa ajili ya nafsi ya ndugu yake. Hayupo. Hakuna kati ya wanadamu ambaye angeweza kukuokoa. Na kulikuwa hakuna damu safi katika damu ya wanadamu ambayo ingeweza kukuokoa. Zaburi tena ya sura ya 14, Biblia inasema Mungu alichungulia duniani ili aone kama kuna mwanadamu mwenye akili, lakini akaona wote wamepotoka, wote wameoza. Kwa hiyo nataka nikwambie, hakuna damu ya mwanadamu yoyote ambayo ilikuwa safi. Hakuna damu ya askofu, hakuna damu ya papa, hakuna damu ya mchungaji, hakuna damu ya mtume, hakuna damu ya mtu yoyote duniani ambaye amezaliwa na mwanamke ambaye damu yake ilikuwa safi. Wote damu zao ni chafu. Kwa hiyo sasa Mungu akasema hapana. Nampenda mwanangu huyu. Nampenda binti yangu huyu. Siwezi kumwacha afe namna hii katika dhambi, pamoja na kwamba ana msaada. Najua wote wanaosema ya kwamba wanampenda hawawezi kumuokoa, pamoja na kwamba ya kwamba wanadai wanampenda sana, lakini hawawezi kumuokoa. Mimi Mungu nachukua mpango niende kufanya kitu fulani kwa ajili yake. Na hapo ndipo Mungu akatangaza kwa kinywa cha nabii Isaya. Ukisoma pale katika kitabu cha Isaya sura yake ya 50 na sura yake ya 35, Isaya 35 mstari wa 3 mpaka wa 5, kwa kinywa cha nabii Isaya. Sikia maneno ya Mungu anasema. Bwana akasema, itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Hii inamaanisha nini, mpendo wangu na nitazama sasa hivi? Maneno haya yanamaanisha ya kwamba Mungu aliona hofu yako. Mungu aliona wasiwasi wako. Mungu aliona mashaka yako. Sio hilo tu, Mungu aliona mateso yako. Mungu aliona mapigo yako unayoyapata katika maisha. Na Mungu aliona ya kwamba huna msaada wa kibinadamu ambao wewe ungeweza kuupata. Ndio maana akasema, itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu hawa, jipeni moyo, msiogope. Anaendelea anasema, tazama Mungu wenu atakuja na kisasi. Atakuja na malipo ya Mungu, atakuja na kuwaokoa ninyi. Unaona? Biblia, maneno ya matumaini. Hii ndiyo habari njema sasa. Ona kwa nini nilikwambia kwamba injili inaitwa habari njema. Hii ndiyo habari njema. Inabidi wewe uambiwe haya maneno. Uambiwe ya kwamba usiwe na mashaka, usiwe na wasiwasi. Anayekuja hapa ni nani? Ni Mungu wako. Kibinadamu Mungu alishaona ya kwamba huna msaada, akaamua mwenyewe afanye mpango aje kwa ajili yako ili akuokoe wewe, akuletee suluhu katika magumu yako ulionayo, mpendo wangu, katika mateso ulionayo, mpendo wangu, katika shida ulizonazo, mpendo wangu. Nataka hili jambo liingie vizuri ndani ya moyo wako. Ulielewe vizuri ya kwamba Mungu alikufanyia mpango wa wewe kutoka katika mateso ulionayo, kutoka katika shida ulizonazo. Usikubali kuwa mtumwa wa watu. Usikubali kabisa. Mungu alishakuandalia njia ya wewe kutoka katika utumwa. Twende pamoja hatua kwa hatua. Tuko sasa mstari ule wa 4, anasema, tuko mstari wa 5. Anasema, ndipo macho ya vipofu yatafunguliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliyekilema atarukaruka kama kurungu, na ulimi wake aliyebubu utaimba. Unaona ya kwamba Bwana jinsi anasema,
anaonyesha ishara, anaonyesha matukio, anaonyesha mambo atakayokuja kuyafanya wakati atakapokuja duniani. Katika hili andiko anasema ndipo macho ya vipofu yatakapofumbuliwa, masikio ya viziwi yatazibuliwa, ulimi wake aliyebubu utaimba. Kwa nini Mungu amezizungumzia hizi ishara hapa? Nataka nikwambie kwamba Biblia haijaandikwa kimakosa. Sasa angalia, nimesema ya kwamba kwa nini Mungu amesema ya kwamba ndipo macho ya vipofu yatazibuliwa. Mpendo unanitazama, unajua Mungu ni roho, si ndio? Kama roho Mungu haonekani, lakini hapa aliahidi ya kwamba atakuja kwa ajili ya kukuokoa wewe. Kwa hiyo kama angelikuja duniani yeye kama roho, wewe usingeweza kumuona, si ndio? Lakini zaidi ya jambo hilo, kazi inayomleta duniani ilikuwa ni nini? Alikuwa anakuja kukuokoa wewe. Na wokovu kulingana na sheria ambayo Mungu alikuwa amejiwekea, ili wokovu ulikuwa unakuja kwa njia gani? Wokovu ulikuwa una njia moja tu ya kukufuata wewe, na njia hiyo ilikuwa ni ipi? Njia hiyo ilikuwa ni kumwaga damu. Mungu aliweka hiyo njia katika Agano la Kale ya kwamba kiumbe kimoja kinakufa, damu inamwagwa, ndio kiumbe kingine kinaokolewa. Hiyo ndio njia ambayo Mungu wa mbinguni aliiweka kwa ajili ya kupata wokovu wako. Lakini huyu Mungu wa mbinguni aliye mwingi wa rehema, huyu Mungu mwenye upendo mwingi sana kwako uliofurika, alipoona ya kwamba damu za wanyama haziwezi kukufikia kukukamilisha wewe, kukupa ukombozi uliokuwa mkamilifu, sababu mwanadamu baada ya kuwa alichinja mnyama, kumbukumbu ya dhambi bado iliendelea kubaki ndani mwake. Kumbukumbu ya dhambi ilikuwa inaendelea kubaki. Alikuwa analazimika ya kwamba kila mwaka aende hekaluni na mwanakondoo kwa ajili ya kutoa tena dhabihu. Ni kwa sababu gani? Kondoo ni kiumbe cha chini, yeye ni mnyama, na mwanadamu ni kiumbe cha juu zaidi ya mnyama. Kwa hiyo damu yake na kifo chake kisingeweza kumkamilisha mwanadamu. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni mwenye hekima nyingi, baada ya kuona hili jambo, na kwa sababu alikuwa anakupenda, sababu alikuwa anakuhurumia, sababu alikuwa anaona ya kwamba ukiendelea namna hii bado wewe hakutakuwa na suluhu ya wewe kuweza kupata wokovu, Mungu akasema hapana, inabidi kife kiumbe cha juu zaidi ya mwanadamu. Hiki kiumbe cha juu zaidi ya mwanadamu kikifa, ndio mtoto wangu huyo ataokolewa. Na kiumbe cha juu zaidi ya mwanadamu ni nani? Kiumbe cha juu zaidi ya mwanadamu ni yeye Mungu. Yeye Mungu ndio inabidi afe. Yeye Mungu ndio inabidi amwage damu ili wewe uweze kuokolewa. Sasa angalia, yeye ni Mungu. Na Mungu ni nini? Mungu ni roho. Kama roho hawezi kufa, hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, yeye tena kama roho hana damu. Na hapa kilichokuwa kinatakiwa, ilikuwa inatakiwa damu, kinatakiwa kifo, kinatakiwa na damu. Sasa Mungu nini ilibidi afanye? Mungu ilibidi ajitengenezee mwili wa kibinadamu kama wa kwako na wa kwangu. Ilibidi ajitengenezee mwili ili ajifananishe na wewe, ili awe mkombozi jamaa wa karibu. Kwa hiyo akajitengenezea mwili kama wa kwako na wa kwangu, na yeye kama roho akaingia ndani ya ule mwili ili aitimize kazi ya ukombozi, ili siku moja ule mwili ukifa, yeye akitoka kama roho, akitoka ndani ya ule mwili unakufa na unamwaga damu, wewe unafanyaje? Unaokolewa. Na hii unaweza kuielewa hata kwako wewe. Kinachokufa kwako sio roho, kinachokufa kwako ni mwili. Mwili unapoacha roho, roho inapoacha mwili, ndio mwili unakufa. Na chenye damu kwako sio roho, chenye damu kwako ni mwili. Kwa hiyo ilimlazimu Mungu awe na mwili wa nyama kama wa kwangu na wa kwako. Mwili wa nani? Wenye damu kama wa kwako na wa kwangu. Na aingie katika ule mwili, aishi katika ule mwili.
Kwa hiyo huyu Mungu aliahidi ya kwamba nitakuja, na kwa sababu alikuwa anachukua mwili kama wa kwako na wa kwangu, kwa hiyo angelionekana kama mwanadamu wa kawaida. Sasa kwa kuwa angelionekana kama mwanadamu wa kawaida, ingelikuwa vigumu kwa mwanadamu kutambua ya kwamba huyu ni Mungu yuko katikati yetu. Ingelikuwa shida kutambua. Kwa hiyo ilibidi iweje sasa? Ilibidi awe na ishara, ilibidi awe na matendo yatakayokuwa yanamsindikiza. Yale matendo yatakayokuwa yanamsindikiza, zile ishara atakazokuwa anazifanya zitakuwa zinamshuhudia ya kwamba huyu sio mwanadamu wa kawaida, huyu ni Mungu katika mwili wa kibinadamu. Na matendo hayo ni yapi? Vipofu kupata kuona, viziwi kusikia, bubu kusema. Unaona? Hizi zilikuwa ishara ambazo Mungu alikuwa amejiwekea mwenyewe kuzifanya. Na tunaona katika maandiko matakatifu, yuko mtu mmoja aliyechukua mwili wa kibinadamu, akaja hapa duniani, akatembea hapa duniani akiyafanya hayo mambo, akiwapa vipofu kuona, akiwapa viziwi kusikia, akiwapa bubu kusema. Yohana Mbatizaji kama nabii alipoletewa ripoti na wanafunzi wake ya kwamba Bwana, kuna mtu uliwahi kumbatiza huko anaitwa Kristo, Yesu, anafanya 1, 2, 3 mambo ambayo wewe Yohana ulitufundisha ya kwamba Yehova atakapokuja kwa ajili ya kutuokoa atayafanya haya mambo, atawapa vipofu kuona, atawapa viziwi kusikia, atawapa bubu kusema. Yehova wakati atakapokuja duniani. Sisi tunamwona mwanadamu anayafanya haya mambo. Sasa mtu wa Mungu Yohana akiwa gerezani akawatuma wanafunzi wake, akawaambia, basi nendeni mkamuulize yule mtu ya kwamba wewe ndio yule ajaye. Ajaye yupi? Wewe ndio yule Isaya 35 ambayo tulikuwa tumetoka kuisoma, ndio wewe au tumtazamie mwingine? Majibu ya Yesu yalikuwa haya hapa. Twende tusome mimi na wewe kwenye kitabu kile cha Mathayo sura yake ya 11 mstari wake wa 2 mpaka wa 5. Soma, tusome pamoja na wewe, uwe na Biblia yako unaangalia pale, uone majibu ya Bwana Yesu katika hili swali baada ya kuulizwa na wanafunzi wa Yohana. Majibu yake yalikuwa yepi? Nini Bwana Yesu alikisema kuhusu hili swali? Aliwaambia nini? Twende tusome pamoja. Sura ya 11 mstari wake wa 2 mpaka mstari ule wa 5, yako maneno haya. Biblia inasema, naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo. Matendo yake Kristo yepi? Hayo, kuwapa vipofu kuona, viziwi kusikia, bubu kusema. Anasema aliposikia matendo yake Kristo huko gerezani, alituma wanafunzi wake kumuuliza. Alituma wanafunzi wake wakamuulize nini? Wewe ndio yule ajaye au tumtazamie mwingine? Mpendwa wangu, na kusisitiza, haya ndio maneno ya msingi ya wokovu wa kwako. Yashikilia vizuri kabisa ili upate ukombozi wako mkamilifu. Shikilia haya, nenda tendea kazi, utaona jinsi ambavyo nawe kwa huru. Anasema wewe ndio yule ajaye, tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnaoyasikia na kuyaona. Nendeni mkamweleze Yohana mnaoyasikia na kuyaona. Kwenye Biblia, kwenye kitabu kingine cha Luka, Biblia inasema ya kwamba pale wakaja watu wenye misiba yao, akaanza kuwaponya watu. Alafu ndio akalisema hili neno. Manake kazi akaianza muda ule wa kuanza kuponya watu, kuwapa vipofu kuona, viziwi kusikia, bubu kusema. Dakika ile akaanza. Anasema Yesu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema. Haleluya. Anasema naye heri awaye yote asiyechukizwa nami.
Unaona mpendo unanitazama, Yesu alichokifanya hapa ni nini? Yesu pamoja na kwamba kutaja jibu la moja kwa moja kusema ya kwamba mimi ndio huyo ajaye, Isaya 30 na ngapi na 3, Isaya 35 mliokuwa mnamsubiria, lakini aliinukuu tu moja kwa moja Isaya 35 ambayo mimi na wewe tuliisoma kwanza kabla ya andiko hili hapa. Unaona, Yesu alilinukuu lile andiko, alilinukuu akisema ya kwamba nendeni mkamweleze Yohana mnaoyasikia na kuyaona, ya kwamba vipofu wanapata kuona sasa, viziwi wanasikia sasa, bubu anasema sasa. Nendeni mkamweleze Yohana hii habari njema, sababu ilikuwa ni habari njema, watu wanaisubiri ya kwamba Yehova aje ayafanya haya mambo. Leo mtu wa Mungu inabidi uelewe ya kwamba Yesu Kristo ndio yule Yehova wa Agano la Kale akiwa katika mwili wa nyama wa kibinadamu. Akiwa na lengo gani? Akiwa amekuja kwa lengo la kukukomboa wewe, akiwa amekuja ili akuokoe. Yesu Kristo sio nafsi ya pili ya Mungu kama jinsi madhehebu mengine yanavyofundisha. Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe katika mwili wa kibinadamu. Kwa sababu wewe umeona mwenyewe kupitia maandiko, aliyeahidi kwenye Isaya 35 mstari wa 3 mpaka ule wa 5 mpaka ule wa 6, alikuwa ni Yehova ndio aliahidi akisema ya kwamba nitakuja kuokoa nyinyi. Na tumeona matendo yaliyofungamanishwa na Yehova ambayo Mungu aliahidi kule. Yehova aliahidi kule ya kwamba akija atayafanya, ndio Yesu ameyafanya. Kwa hiyo ninaomba uwe na imani isiyokuwa na mashaka. Uwe na imani isiyo na shaka kabisa. Uweka imani yako hapa, utambue ya kwamba Yehova wa Agano la Kale ndio Yesu Kristo katika Agano Jipya. Na hapa nataka nikuongezee maandiko mengine, ufikie kujua na kuelewa ya kwamba Yehova, Yesu Kristo ndiye Yehova ambaye alikuja kwa ajili ya kukukomboa wewe. Na kama Yesu sio Yehova yule, kama Yesu sio yule Mungu, basi hatujaokolewa. Shikilia hiyo point kwa makini sana. Basi hatujafanyaje? Hatujaokolewa. Kwa nini hatujaokolewa? Kwa sababu aliyeahidi ya kwamba atakuja kukuokoa alikuwa ni Yehova. Kwenye kitabu cha Isaya ile 35 tuliotoka kuisoma, Yehova ndio aliahidi ya kwamba atakuja kukuokoa. Na kwa nini? Na ni kwa sababu aliona ya kwamba huna msaada. Mpendwa wangu, iingie vizuri ndani ya moyo hii. Ni kwa kuwa aliona ya kwamba huna msaada, ndio maana alichukua mpango mwenyewe wa kuja kukuokoa wewe. Kwa hiyo kama aliyekufa msalabani hakuwa Mungu, basi hatujaokolewa. Kwa sababu aliahidi kuja kutuokoa alikuwa ni Yesu, lakini alikuwa ni Mungu. Lakini leo nataka utambue ya kwamba, nataka nikuhakikishie zaidi kimaandiko uone ya kwamba aliyekufa msalabani alikuwa Mungu. Damu iliyomwagika pale msalabani haikuwa damu ya Myahudi, haikuwa damu ya mwanadamu wa kawaida, ilikuwa ni damu ya Mungu mwenyewe katika mishipa ya Immanueli. Immanueli maana yake ni Mungu pamoja nasi, tuko wote. Kwa hiyo sasa damu mwagika pale msalabani ilikuwa ni damu ya Mungu mwenyewe, na maandiko yanaendelea kuthibitisha hilo. Tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 20 mstari wa 28, Biblia ina maneno haya hapa, inasema Matendo ya Mitume sura yake ile ya 20 mstari wa 28, Biblia inasema hivi, tunasoma pale pamoja. Biblia inasema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Mpate kulilisha kanisa lake nani? Mungu. Twende hatua ya pili. Alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa damu yake mwenyewe nani? Mungu. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Mwenyewe nani? Mungu. Kwa hiyo kumbe, mpendwa mtazamaji wangu, hapa unaelewa ya kwamba yule aliyekufia msalabani alikuwa ni Mungu mwenyewe, akiimwaga damu yake kwa ajili yako ili wewe uweze kuokolewa. Nataka nikuongezee kitu kingine hapa kidogo uweze kuelewa vizuri.
wengi wetu tunajua sheria ya mbegu ama ya ukulima. Kama wewe sio mkulima, uenda una jirani yako mkulima. Kama sio jirani yako mkulima, uenda una baba yako mkulima, mama yako mkulima, na ulijifunza kidogo kuhusu ukulima. Na unajua ya kwamba ili uweze kupata maharage lazima upande mbegu ya maharage. Ili uweze kupata mbegu ya mahindi lazima upande mahindi ili upate mbegu ya mahindi. Sababu huwezi kupata mahindi kama hujapanda mahindi. Huwezi kupanda mahindi utegemee kuvuna maharage. Utanielewa vizuri na maanisha nini? Naenda mbele tena kidogo. Tunajua pia tena sheria ya uzazi. Hapo nimesema ilikuwa ni sheria ya mbegu ya katika mambo ya kulima katika hali ya maumbile. Lakini sheria ya uzazi. Sheria ya uzazi, kila kitu pia kinazaa kwa jinsi yake. Paka anazaa paka. Maana anazaa watoto wa paka. Mbwa anazaa watoto wake mbwa. Kwa nini anazaa mbwa wengine? Ni kwa sababu damu iliyomo ndani mwake ina seli zazi zenye uwezo wa kuzaa asili yake ndani ya kiumbe kingine. Kwa hiyo ndio maana mbwa na mbwa kikutana anazaa mbwa mwingine, anazaa kitoto kingine cha mbwa. Kwa hiyo ilibidi awe Mungu na damu yake ya kiungu ili azae watoto wa Mungu. Haleluya! Ilibidi awe Mungu na damu yake ya kiungu ili watoto wa Mungu wazaliwe. Kwa hiyo damu iliyokuwa inatembea katika mishipa ya Emanueli ilikuwa ni damu yenye seli zazi yenye uwezo wa kuzaa asili ya kwake ndani ya mtu. Kwa hiyo unapoipokea, unapoamini ya kwamba aliyekufa msalabani hakuwa nafsi ya pili ya Mungu, hakuwa tu mtoto wa Mungu, hakuwa Myahudi, ila alikuwa ni Mungu mwenyewe, na damu mwika pale msalabani ilikuwa ni damu ya Mungu mwenyewe yenye seli zazi yenye uwezo wa kuzaa asili ya kiungu ndani mwangu. Lazima uipokee hiyo asili ya kiungu kama unaamini na kwenda kubatizwa kisahihi. Na hapo unatoka ukiwa mtu asiyekuwa wa kawaida. Hakuna pepo atakusumbua, hakuna ushirikina utakusumbua. Asili yote ya dhambi haiwezi kubaki ndani mwako, sababu asili ya kiungu ndio itakayokuwa inatembea ndani mwako. Mpendwa, nimekwambia kwamba hili ni somo la muhimu sana, na ninaomba ulichukue kwa uchaji kabisa. Kwa hiyo inabidi uelewe, aliyekufa msalabani hakuwa nafsi ya pili ya Mungu. Hakuwa mtu mwingine, alikuwa ni Mungu mwenyewe. Sababu aliahidi kuja kuukomboa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kwa maneno mengine inabidi uelewe, Yesu Kristo alikuwa ni Mungu mwenyewe katika mwili wa kibinadamu. Tito sura ya 2 mstari wa 13 na wa 14. Tito sura ya 2 mstari wa 13 na wa 14. Tito sura ya 2. Tito sura ya 2 mstari wa 13 na 14. Kama utapata swali, mpendwa wangu, usisite kuuliza. Unaweza kuweka komenti yako chini ya video hii, ukaweka komenti yako, lakini pia tumekuwekea namba za simu hapo. Unaweza kupiga ama ukaongea na sisi kupitia WhatsApp. Hakuna shida kabisa. Sisi tuko tayari kujibu maswali yoyote yale. Ni watumishi ambao tunapenda tuulizwe maswali. Sisi hatuogopi maswali, tunapenda maswali. Kwa hiyo unaweza kutuuliza swali wakati wote ule na tutakuwa tayari kukujibu. Tito sura ya 2 mstari wa 13 na wa 14. Tunaenda kusoma kuendelea kuthibitisha ya kwamba Yesu Kristo ndio alikuwa yule Mungu mkuu akifa kwa ajili yako ili wewe uweze kuokolewa. Tito sura ya 2 mstari wa 13, Biblia inasema, tukilitazama tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Biblia inatuambia ya kwamba Kristo Yesu Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kumbe Kristo Yesu ndiye Mungu mkuu. Leo inabidi uelewe, Yesu Kristo ni Mungu mkuu. Yeye ndiye Mungu mkuu. Na kusisitiza kwa mara nyingine, yeye ndiye Mungu mkuu. Kama una swali niulize. Tafadhali niulize.
Usitoke na msimamo wako ukasema huyu anafundisha mafundisho mageni na nini na nini, sitaki kusikia tena. Utajikuta kama umepishana na wokovu wako. Niulize nikusaidie kulingana na nuru ya neno la Mungu. Wakati unaniuliza ukiona ya kwamba majibu ninayokupa sio maandiko, sio Biblia, una haki ya kuacha. Lakini ninachokuambia ni cha muhimu sana katika maisha yako. Ni cha muhimu sana katika hali yako ya kiroho. Ni cha muhimu sana katika wokovu wako. Ni cha muhimu sana katika safari yako ya kwenda mbinguni. Ni cha muhimu sana. Yashikilia haya, utaokolewa. Kwa hiyo anasema ya kwamba Kristo Yesu ndiye Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote. Kumbe yule aliyejitoa kwa ajili ya kutukomboa ni Mungu mkuu. Sasa mpendwa wangu, hicho ndio kitu ambacho unachopaswa kuamini. Amini Yesu Kristo ni Mungu mkuu. Alikuja duniani kwa sababu aliyaona mateso yako. Aliziona shida zako. Aliyaona magumu yako, aliyaona mateso yako, aliona una msaada, akashuka chini duniani hapa. Mungu aliyetukuka sana, akajifanya ana utukufu, akajishusha chini mno, akachukua namna ya mtumwa kama wewe, mwili wa kibinadamu kama wa kwako, dhaifu kama wa kwako, akijifananisha na wewe ili aweze kuishi mahali pako, ili aweze kubeba mateso yako, ili aweze kubeba magonjwa yako, ili aweze kubeba dhambi zako. Mpendwa, alikubali kuishi maisha hayo. Na huyu mtu huyu aliyekubali kuishi maisha hayo hapa duniani, na siku moja akiwa katika mitaa ya Yerusalemu ameshabeba ule msalaba. Sasa msalaba ulikuwa wa nini? Msalaba ulikuwa wa dhambi zako, mpendo wangu unanitazama. Msalaba ulikuwa wa nuksi zako. Msalaba ulikuwa wa nini? Wa laana zako. Msalaba wa dhambi zako, msalaba wa utumwa wako, msalaba ambao ulikuwa unakwenda kukuweka wewe huru mbali na mateso haya yote. Akabeba msalaba, akitembea katika mitaa ya Yerusalemu, watu wakimtemea mate, wengine wakimpiga mijeredi, wengine wakimfanyia dhihaka za namna nyingi, wakimvuta ndevu, wakimdhihaki, wakimwaibisha na mambo mengi kama hayo. Mtu huyu alikubali ule msalaba kubeba. Alikubali aibu. Alikubali ni kwa ajili ya nani? Ilikuwa ni kwa ajili ya kukuhurumia wewe mpendwa mtazamaji wangu na nitazama sasa hivi. Ilikuwa ni kwa ajili ya kukuhurumia wewe. Ilikuwa ni kwa ajili ya uokoe maisha yako. Ilikuwa ni kwa ajili ya kutoe katika utumwa wako ulionao. Akabeba msalaba. Akivumilia maumivu. Akivumilia mateso. Ilikuwa ni saa yake ya utungu wa kuzaa. Mwenyewe anasema kwenye kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ile ya 12, anasema mwanamke saa yake inapofika anakuwa na utungu mwingi sana. Kwa nini alikuwa anasema vile? Alikuwa anajua saa ambayo anakwenda kuipitia. Ilikuwa ni saa ya maumivu, ilikuwa ni saa ya mateso. Kila mwanamke anajua ya kwamba saa ya kwenda kwake leba inakuwa ni saa ya maumivu namna gani. Tulikuwa ndani ya Yesu wakati ule. Tulikuwa tumo ndani mwake sisi. Ilibidi atutoe kupitia kazi ya ushindi ya msalaba. Hivyo akakubali kila kitu. Jinsi mwanamke anakubali mateso, anakubali matusi ya manesi katika saa yake ya leba. Anakubali kutukanwa, anakubali kila kitu. Bwana na yeye aliyapitia haya maumivu. Ilikuwa ni maumivu ambayo anataka wewe uzaliwe unanitazama. Yesu akatoka namna hiyo na maumivu, na msalaba huko mgongoni namna hiyo, katika njia ya kuelekea Kalvari. Askari wa Kirumi makatili wangelikuwa wanampiga mateke, angelianguka na msalaba unakuja na muangukia kichwani. Taji ya miba iko kichwani inamshindilia kule, maumivu yanaongezeka, lakini alivumilia maumivu akijua ya kwamba wewe utazaliwa. Na huyu mtu wa Mungu akafika pale msalabani akiwa amefanyiwa dhihaka zote, akiwa amefanyiwa matendo yote ya aibu. Taji ya miba iko kichwani
imeshindiliwa. Mpendwa wangu, nataka unoti hili jambo vizuri sana. Taji ya miiba iliyoshindiliwa kichwani, nataka nikwambie, ile taji ya miiba ikuingia katika mwili wa plastiki, ile taji ya miiba ikuingia katika mwili wa chuma, ile taji ya miiba ikuingia katika mwili wa mbao, ni mwili wa nyama kama wa kwako. Alishindiliwa na taji ya miiba kichwani. Wewe unajua maumivu tu kidogo ya sindano yanakuuma namna gani, lakini Yesu kwa ajili yako alishindiliwa taji ya miiba kichwani ili wewe uweze kuokolewa. Alipata mateso ya namna gani huyu mtu? Yuko msalabani pale uchi kabisa, mbele ya wanafunzi wake, mbele ya watu waliowaumba, wanamtazama, yuko uchi. Wameshindilia msumari wa inchi 12 kushoto, msumari wa inchi 12 kulia, msumari wa inchi 12 kwenye miguu. Damu inamwagika, inatiririka. Amekaa kwa muda mrefu msalabani, anasikia kiu, anasema jamani, nasikia kiu, naomba maji. Fikiria mtu yule ambaye aliumba maji, wanamletea siki, wamechanganya na sifongo, wanamtendea tendo la kikatili, wanampa sifongo anywe. Biblia inasema alipolamba namna hii akaacha. Haya yote aliyapitia kwa sababu gani? Ilikuwa ni kwa sababu yako mpendo wangu na nitazama, ili wewe uwekwe huru. Naomba hili jambo liingie vizuri ndani ya moyo wako. Yesu aliteseka kwa ajili yako. Yesu alipigwa kwa sababu yako, ili wewe uwekwe huru. Na kama kweli mateso yapata kwa ajili yako namna ile, lazima uwekwe huru. Nakwambia hakuna pepo wa kutosha kuzimu ana uwezo wa kufanya wewe uendelee kuwa mtumwa, kama utaiamini kazi ya msalaba kwa uaminifu kabisa na ukubali kwenda kubatizwa kisaidi na maji mengi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Lazima uwekwe huru. Yesu alipopewa maji akatangaza imekwisha. Alishayatimiza yote. Imekwisha nini? Maana yake ameshalipa deni kwa ajili ya dhambi zako. Ameshalipa deni kwa ajili ya magonjwa yako, mateso yale unayoteswa nayo. Alishalipa Bwana. Huna sababu ya kuwa mtumwa leo. Huna sababu ya kuwa mtumwa wa mapepo. Huna sababu ya kuwa mtumwa wa ushirikina. Huna sababu ya kuwa mtumwa wa dhambi. Huna sababu ya kuwa mtumwa wa roho za kikabila, roho za ukoo endelee kukutumikisha. Wewe ni mtu ambaye unapaswa uwekwe huru. Huwezi kuwa mtumwa. Hata wao wasanii hawa wanaofanya usanii katika mambo ya kiungu, ambao wanatumia madhaifu yako, wanatumia shida zako, wanatumia mateso yako kuwa mtaji wa kupatia pesa. Kama unaamini, unaenda kuwekwa huru, na kama utaenda kuyatendea kazi anakwenda kukwambia. Yesu akatangaza imekwisha, akakata roho. Unajua kilichotokea? Mbingu ilitikisika na nchi ilitikisika, miamba ilipasuka, pazia la hekalu likachanika. Ilikuwa ni ishara ya nini? Ilikuwa inaonyesha ishara ya ukombozi. Miili ya watakatifu waliolala ilinyanyuka. Watu waliolala chini miaka 4000 walinyanyuka. Niambie kama kina Abrahamu walifufuliwa, kama kina Isaka walifufuliwa. Niambie ugonjwa unaokusumbua wewe leo ni nini? Ukimwi leo ni nini? Kansa leo ni nini? Kifua kikuu leo ni nini? Korona leo ni nini? Magonjwa yanayokusumbua leo ni nini? Kama mfu alifufuka kwa kuthibitisha kazi ya ukombozi ya Bwana Yesu. Ilikuwa mifupa kabisa ile. Mpendwa, ukiamini unawekwa huru. Kwa hiyo Bwana akakamilisha kazi, wakaenda wakamzika, siku ya 3 akafufuka. Alipofufuka, angalia kwa nini inaitwa habari njema. Alipofufuka sasa, baada akawaambia wanafunzi wake wakutane katika mlima wa Mizeituni. Yesu akakutana nao katika mlima wa Mizeituni, ndio tangazo hili likatoka. Enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili, mkaihubiri habari njema kwa kila kiumbe. Mipeleke hii habari njema mpaka kwa binti yangu yule, kwa mwanangu yule
ambaye ni wewe sasa hivi unanitazama, ufikishiwe hii habari njema, uambiwe ya kwamba una sababu ya wewe kubaki katika utumwa, una sababu ya wewe kubaki katika mateso, una sababu ya wewe kubaki katika magumu ulionayo. Yuko mtu alikufa kwa ajili yako, na huyo mtu ni nani? Ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye jina lake ni Bwana Yesu Kristo. Aliyachukua mateso yako, alichukua laana yako, alichukua dhambi zako msalabani pale, ili wewe uweze kuwekwa huru. Una sababu ya kubaki katika mateso. Kama ukiamini, ukisikia haya maneno na ukisema, oh, maneno gani mazuri haya kuyasikia. Hii ni habari njema kwangu. Mimi niliyekuwa na hofu, mimi ambaye nilikuwa sina tumaini la kwenda mbinguni, leo ninaambiwa ya kwamba Mungu kumbe alikufa kwa ajili yangu mimi, ili abebe laana zangu, ili abebe mateso yangu. Maneno gani mazuri kuyasikia haya. Kama ukiamini namna hiyo na kwenda kubatizwa, ndio Biblia inasema utafanyaje? Utaokoka. Ukiamini na kubatizwa utaokoka. Kwa hiyo ndio jambo la kwanza la msingi. Hapa naweka break fupi kwanza. Nitarudi kuzungumzia kuhusu ubatizo. Lakini kitu cha kwanza, hii ndio injili ambayo inabidi uhubiriwe. Inabidi umjue nani alikufa msalabani kwa ajili yako, na kwa nini alikufa msalabani. Sababu ya yeye kifo chake ni kipi? Hiyo sababu iingie vizuri ndani ya moyo wako. Sasa ukiamini namna hii, kisa hii, namna hii, nakwambia hakuna asili ya dhambi itabaki ndani mwako. Bwana Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane kwenye episode ya pili ya kuhusu batizo sahihi. Unabatizaje sasa ili ukamilishe swala lako la nini? La wokovu. Bwana Mungu akubariki sana. Mpaka wakati mwingine.